gharama ya maisha kupanda. Ni kweli gharama ya maisha iko juu, lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230, saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga, sasa unga ndio hiyo imefika 170 na ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mulienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale, ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio wapi ukweli? Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, bana, mimi naelewa kabisa. Na wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli? Na nashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa 3 anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais, ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango akaisukuma, wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni 1. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget. Nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba nchi haiwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Nchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu, and I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu, lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa, kila mtu anapanga vile anajua.